Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema unapoona vibaya utaishi vibaya. Tunajifunza habari ya mtazamo au perception. Tafakari nzuri sana ambayo itakubadilisha kwa kiwango kikubwa sana. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tafakari yetu, unapoona vibaya utaishi vibaya. Tuanze na utangulizi. Watu wengi hudhani matatizo yao yanatokana na hali wanazoziona, lakini mara nyingi tatizo sio hali, ni namna ya kuona hali. Maisha hayakuharibika kwanza kwa kile ulichokiona, yanaharibika kwa namna mtu anavyokitafsiri kilichotokea. Tuangalie mtazamo unapopotoshwa, kwa sababu kitu ambacho adui anafanya kwenye maisha ya watu wengi ni kupotosha mtazamo, namna unavyoona vitu na namna unavyotafsiri. Kwa hiyo mtazamo wako ukipotoshwa, hali yako ya moyo inabadilika kabisa. Mtazamo si macho ya mwili, ni namna akili na moyo vinavyotafsiri ukweli. Shetani ampotoshi mtu kwa nguvu, bali kwa kupewa nafasi. Kile kitabu cha Mwanzo 3:1 Biblia inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote bustanini? Huyu ni Shetani, alikuwa anatafuta namna ya kumpotosha hii familia ya Adamu, fikra zao, namna wanavyoona. Kwa hiyo hapa ukweli au kukataliwa wazi, uliwekwa shaka, ulipewa maana badala. Nini kilitokea baada ya mazungumzo haya ya nyoka na huyu mwanamke? Ukweli unaanza kuonekana kama tatizo. Yaani mtazamo ukishapotezwa, siku zote kitu cha kwanza ambacho kinatokea, ukweli unaanza kuwa tatizo. Huyu mwanamke au familia ya Adam ilishaambiwa kwamba lile tunda wasile. Hiyo ndio ilikuwa kweli, lakini nyoka alivyofanikiwa kupotosha fikra zao, hii kweli sasa ikaanza kuwa tatizo. Utii unaonekana kama mzigo, subira inaonekana kama udhaifu. Siku zote kwenye maisha yako, ukishaona kweli inakuwa tatizo, ujue fikra zako zimepotoshwa. Ukishaona unapata tabu kutii kweli, au kutii kweli inakuwa mzigo, au kusubiri inakuwa ni mzigo, unaona kama ni udhaifu kusubiri, ujue fikra zako zimepotoshwa. Na fikra zikipotoshwa, huwezi kufika kwenye hatima yako, kwa sababu kile unachokiona ndicho utakachoishi. Kwa hiyo ukiona vibaya utaishi vibaya, au utafika kwenye hatima ambayo Mungu amekukusudia. Tokeo la pili, wakati mtazamo umepotoshwa, perception imepata shida, maamuzi yanafanywa kwa hisia, si kwa hekima. Ukiangalia hapo tuliposoma kile kitabu cha Mwanzo 3, Eva akaona tunda linavutia, akaona linafaa, akaona kuna hekima.
alifanya uamuzi kwa kile alichokiona, si kwa kile Mungu alisema. Fikra zikipotoshwa ndivyo inavyokuwa. Tunajifunza nini? Mtazamo unapopotoka huzaa maamuzi ya haraka na sio sahihi. Nini kinatokea cha tatu wakati fikra zako zimepotoshwa au mtazamo umepotoshwa? Dhambi huonekana kama fursa, hatari huonekana kama nafasi, makosa huonekana kama ujanja, uasi huonekana kama uhuru. Mtu aanguki kwa sababu anataka kuanguka, huanguka kwa sababu anaona vibaya. Kile kitabu cha Mithali 14:12 Biblia inasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Tokeo la 4, upotoshaji unapopata nafasi katika fikra za mtu au mtazamo wa mtu. Mwelekeo wa maisha hubadilika taratibu, haubadiliki ghafla, taratibu taratibu. Mtazamo unapopotoka, hatua ndogo huanza kwenda kinyume. Moyo huanza kumpa Mungu lawama. Maisha huanza kuhalalisha yaliyo kinyume na wito. Hapa mtu maana yake sasa abadilishi maisha kwa ghafla, anayapotosha kwa hatua ndogo ndogo. Kwa hiyo hali yako ya kiuchumi, hali yako ya kiroho inaanza kubadilika taratibu pale fikra zako zinapopotoshwa, kwa sababu utafanya maamuzi mengi mabaya yasiyo sahihi na utaanza kudorora taratibu taratibu. Kwa hiyo ukishaona mambo yanakwenda sivyo, rudi katika mtazamo wako. Biblia inasema viangalia ulipoanguka ukatubu. Kwa hiyo usiingie kwenye mtego wa kulalamika, rudi. Je, uliona sawa sawa? Hilo ni tokeo la 4. Zunguko sahihi au mtazamo sahihi. Mtazamo sahihi inakupa kweli sahihi, na kweli sahihi inakupa maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi yanakupa mwelekeo sahihi. Mwelekeo sahihi unakupa hatima sahihi. Ndio maana Biblia kwenye Rumi 12:2 inasema hivi: mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nihitimishe kwa namna hii. Mtazamo ni mlango wa kwanza wa hatima ya mtu. Ukiharibiwa, maisha hayaharibiki mara moja, yanaharibika pole 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 pole, mwisho huyu mtu anapotea kabisa. Kwa hiyo katika safari ya maisha yako, hakikisha kila wakati una mtazamo sahihi. Ni kujifanyia tathmini kila wakati, kwa sababu adui yako anajua nguvu zako ziko kwenye kuona kwako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.